huko chini. Vipi huko toka yako? Nijokutana nacho huko ndugu yangu. Kuna nini? Tukae chini kwanza. Tukae chini. Tukae chini. Nipe taarifa bwana. Yaani huku nimekutana na yule jamaa wako, rafiki yako sana, anaitwa nani? Mkobo. Mkobo. Mkobo namjua huyo. Yule jamaa sikaoa. Yule kaoa kwa ndio na mwanamke pia. Nimemkuta na mwanamke wa mtu, mke wa mtu. Inakaaje hii? Wameshikana kimaaba. Yaani mpeni ni wapenzi afu kana wa muda. Sawa. Ndugu yangu, mimi siwezi kukaa kimya, ile jambo lazima nisambaze mtaa mzima. Sasa utafanya kitu kimoja, sawa? Kwa kuwa hili jambo ushalipata na usharidaka tayari. Ila mimi ningekuomba ingewezekana usingelisambaza mtaani. Mimi kama mimi naenda hivi chini, nikitoka huku naenda huko nyumbani kwake. Yaani nitampata, subiri kwanza. Nitampata then nitaongea naye. Sijui umenielewa? Moja na mbili. Sijui umenielewa? Kila kitu kitakuwa vizuri. Ila nakuomba usije ukalisambaza kwa sababu wewe nakujua hapa mtaani kote wewe unajulikana. Wewe ni mbea rafiki yangu. Yaani mimi nikae kimya, nitajitahidi sema. Inabidi ujitahidi kwa sababu hili jambo ni jambo la aibu, sijui umenielewa? Ukiangalia hapa mtaani jinsi palivyo. Na jinsi Mkobo alivyokuwa na familia kubwa, anavyojulikana ni maarufu pia, sijui umenielewa? Sawa. Hili jambo ni jambo la aibu. Kwanza umemkuta na mke wa mtu, na yeye ni mume wa mtu pia. Nakuomba nikalie kimya, then mimi nitakutana naye, nishaongea naye, kila kitu kitakuwa vizuri. Sawa. Tajitahidi kama nilivyosema. Na lingine pia, sijui umenielewa? Hili swala hata mimi pia linanigusa, sijui umenielewa? Kwa upande wangu. Kwa hiyo nakuomba subiri mimi nielekee hivi chini, kutoka hapa naelekea kwa Mkobo. Then Mkobo nitaongea naye, kila kitu tutakaa sawa.